Naam, tunaendelea na season yetu tena, mpenzi msikilizaji, katika ile chaneli yetu ya kila siku, chaneli yetu pendwa ambayo imekuwa ikikuletea vitu bora kila siku, na hakika unaenjoy na kufurahi. Na hivyo tunaendelea na season yetu katika sehemu ya pili, ile season yetu ambayo ya yule mwanadada Suzi ambaye ndo bosi, ambaye na Samu mfungua geti, na pamoja na ule wifi yake ambaye mwenye wenge kabisa, mpenzi msikilizaji, pamoja na Sala mfanyakazi wa ndani. Tunaendelea katika season yetu pale tulipoishia ndipo tutakapoanzia. Kama unakumbuka, pale tulipoanzia ndipo tutakapoanzia. Tulipoishia ndipo tutakapoanzia. Mpenzi msikilizaji, kabla sijakuelezea historia hii tena kwa season hii ya pili, kama ni mara yako ya kwanza, subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata vitu vyetu pindi bado vipya kabisa, na hakika hautajutia bando lako, kwa maana kila siku tunakuwa bora zaidi ya jana. Usikilizie mzigo huu hapo unakuja, mpenzi msikilizaji. Basi tunaendelea pale tulipoanzia. Baada yule bidada yule wifi ya mtu sasa kuja pale akakuta Sala na yule Suzi wanaangalia zao movie, akaanza kujichekesha pale, hey, jamani movie ni tamu hii mwenyewe naipendaga kweli yani ana wengi. Alipofika tu pale akamsogeza Sala huku pembeni, akamsogeza wifi yake pembeni huku, Suzi akakaa katikati, akachukua shuka akajifunika. Mimi mwenyewe naipendaga sana hii movie, yani napenda niwe naiangalia tu muda wote yani. Sala sasa alipomwona yule wifi ya mtu amekuja pale, yule mke wa bosi, ikabidi yeye amke atoke, kwa sababu hazivi yani, hawapendani yani. Wakati anaamka anaondoka, Suzi akawa anaendelea kumgeuka kumwangalia yani Sala anavyoondoka. Yeye wifi ya mtu anamshika shingo na kumgeuzia kwake, anamwambia angalia bana movie hii mimi naipendaka sana. Yeye Suzi akayuko busy na kumwangalia Sala anavyoondoka yani, anajiuliza kwa nini mbona alikuwa amekaa kwa flat, alikuja huyu ameondoka. Basi akana anamzuia yani, kila akiangalia anamzuia. Basi wakaendelea kuangalia movie pale, Sala akawa ameondoka. Sala baada ya kuondoka akawa ameenda kwa Sam kule getini ambapo anafungua gate. Alipofika wakaanza kupiga story. Wakati wanapiga story akawa anamwambia vipi, hivi huyu kweli mfanyakazi huyu bosi wetu huyu unamuelewa mwenzangu? Samu akasema mimi mwenyewe simuelewi kabisa yani, kwanza mimi ananikera toka amekuja yani, ukorofi ugomvi tu yani, hata haeleweki sijui na nini, umeona. Wakapiga story pale, akamwambia basi ponga nikakuandalia chakula. Basi Sala akaenda jikoni na kuanza kupika chakula. Mara kidogo yule mke wa bosi sasa akamwita mfanyakazi yule ambaye ni Samu. Akamwambia Samu njoo. Alipofika akamwambia naomba chukua hii hela nenda kanunulie vitu nje. Hivyo vitu anavyomwagiza kule nje vipo vyote ndani, lakini yeye tu anamwagiza tu. Akamwambiaje, sasa kwa nini uniagize mimi vitu niende nje wakati vitu vipo hapa ndani? Akamwambia kwa nini unabishana na mimi? Yaani wewe ndio kubishana na mimi wewe? Mimi nakuagiza afu naona niagiza au unaongea yani. Akana mgombeza sasa kwa kasi yani. Ambia sasa sio na kugombeza yani, sio kwamba unanigombeza tu, vitu viko ndani afu unaniagiza mimi nikachukue. Nimekwambia mimi ndo na haki kutuma humu ndani, na wewe unaweza ukatuma kitu chochote humu ndani, hakuna mtu yote wa kulibishia mimi. Mimi ndo bosi, mimi ndo mke wa bosi. Kwanza mwenyewe sio unanicheki, sio unaniona kwanza mwenyewe ni mzuri, alafu navutia, alafu mzigo upo hapa nyuma yani. Anamlingishia yani yule pale yule Samu yani. Samu akaana angalia, mara kidogo ifi ya mtu akaja ambaye ni Suzi. Suzi akamwambia vipi, mbona unagomba sana? Akamwambia namtuma anamwagiza. Akaanza kujifanya kama analia. Wakati analia pale anamwambia mimi nimemuita tu Samu, nimemwagiza aende dukani kanichukulie vitu. Kaanza kunitukana. Ananitukania mimi kwa sababu gani? Kwa nini mimi ananitukana? Akamwambia amekutukana? Akamwambia ndio kanitukana, yani kanitukana matusi makubwa kweli yani, tena kanitukana sana tu. Akamwambia ngoja nikamkuta, nitaenda kumwachia kazi leo. Akaenda yule wifi yake ambaye ni Suzi. Sasa akafika kwa Samu. Akamwambia wewe Samu, kwa nini unamtukana wifi yangu? Amekukosea nini? Wewe si mtu wa kutumwa tu ndani yani, mtu yote akikutuma lazima uende Samu. Kwa nini unabishana na wifi yangu? Wakati wifi anakutuma anakuagiza uende dukani, wewe unakataa. Yani wewe muda wote ukituma hata kama ni saa 8 za usiku inabidi uende, sio unakataa nini sasa? Akawa anamgombeza, mimi nitakufukuza kazi wewe. Wifi ya mtu sasa akawa anacheka yani, anafurahia yani yule Suzi anavyomgombesha Samu. Yeye anafurahia sana yani, unaona, afa anajitapa na kusema kwamba mimi ndio bosi na bado hamjanitambua, subiri nitawaonyesha huko ndani. Basi baada ya kumgombeza pale ile sasa Samu akawa anaomba msamaha, anamwambia bwana naomba nisamee, sababu mimi sikuwa na maana mbaya, mimi nilimwambia tu vitu unavyoniagiza mbona vipo ndani. Akasema mimi nataka ukanichukulie nje, wewe mimi nakuagiza afu unaniagiza, lakini mimi sijamtukana yani. Samu akakataa kabisa, akasema mimi sijamtukana, wala sijamtukana hata siku moja. Kwa nini dada anakuwa hivi? Lakini basi
Baada ya kuondoka, mara kidogo Sara akaja akamletea chakula Samu. Alipomletea chakula Samu, akawa anakula zao chakula pale. Akamwambia, chakula chako kitamu sana, umepika chakula kizuri sana, mbona wewe ni mpishi mzuri na ni mkarimu hivyo? Basi Sara akawa anacheka pale, akasema kweli? Akamwambia ndio. Afadhali yani kuna kitu ambacho mimi nataka nikwambie, lakini basi tu nenda kwanza. Basi alipoondoka, akawa anakula chakula kile, akawa anajisikia raha sana. Lakini yule mshikaji Samu ameshampenda sana yule msichana wa ndani ambaye ni Sara. Ametokea kumpenda sana kwa sababu ni mpole na mkarimu na ni mcheshi pia, hana shida yoyote, yani kazi zake iko busy. Akawa ametokea kumpenda. Lakini alipofika ndani naye, kumbe Sara ameshatokea kumpenda yule Samu. Alipofika ndani kitandani, akawa halali, anageuka tu anawaza, jamani yule kaka ni mzuri afu ni handsome, lakini anafungua geti. Kwa nini anakuwa mfungua geti wakati ni handsome mzuri namna hii? Akawa anamfikiria na kumwaza, mara ageuke kitandani ageuke huku, mara ageuke kitandani ageuke huku. Usingizi hauji, mtoto kishaingiwa na mahabati malavdavi, anamwaza muda wote tu Samu. Na kule Samu naye kumbe akawa anazunguka tu anamuwaza, yani muda wote anamfikiria. Mara kidogo ikabidi sasa ile mfanyakazi sasa wa ndani ambaye ni Sara akasema, ngoja nimchungulie dirishani, jamani yule kaka ni handsome, yule boss jamani, yani mimi nampenda yule kaka jamani, yani amekaa kibosi lakini anafungua tu gate, yani ni mzuri, ngoja nimchungulie dirishani. Alipomchungulia dirishani akasema, hapana bana, haitoshi bana, kwa nini nimchungulie dirishani? Ngoja nimfuate pale getini. Ikiwa ni usiku wa manane saa hiyo, akatoka pale mtoto akiwa na kangamoko, akamfuata Sam pale getini. Alipofika akamkuta Sam anahangaika anazunguka huku na huku, kumbe naye anamuwaza. Alipofika akati anamstua tu, Samu akashtuka. Kushtuka akamwambia, Sara, ni wewe? Akamwambia ndio, mimi nimeshindwa kabisa, yani kupata usingizi nimeshindwa kabisa, nimeamua tu nije. Akamwambia, jamani kweli? Akamwambia akamwambia, sasa sikiza nikwambie, mimi mwenyewe kweli sio siri nakupenda, yani nakupenda tena nakuhitaji, yani kabisa, tena mimi nahitaji kukuoa kabisa, sio kukuchezea. Samu ndo anamwambia sasa Sara, yule mfanyakazi wa ndani. Yule mfanyakazi akasema, da, kweli unachokiongea? Akasema ndio. Pale akubisha, ala kusema ngoja nikufikiria au vipi, ngoja nikuchunguze tabia zako. Hapana, pale akamkubalia, akamwambia, hata mimi mwenyewe nakupenda sana. Yani hata mwenyewe kwanza Samu hakuamini, ilibidi amkumbatie. Alipomkumbatia ikabidi Sara akamwambia, watu tutakuja kukutwa bana, sio unajua tena hii nyumba ya huyu mama mwenyewe ni mkorofi namna hii, bosi mwenyewe ni mkorofi, atakuja kutukuta hapa. Akamwambia basi nenda basi, lakini amemkumbatia na kumpiga kisi. Basi dada ameenda anashikashika tu mdomo pale alipopigwa kisi, anafurahia kweli Sara, yani anajua kabisa ameshapata mpenzi wake na hana shida, anampenda kwa sababu ile kaka ni handsome afu ni mzuri. Basi akawa anafurahia tu muda wote, amekaa zake ndani anacheka cheka tu, umeona. Basi mara kidogo madamu akaja akamwambia yule Samu, naomba kutoka sasa hivi, tutoke twende mahali. Samu akubisha, akakubali, akamwambia twende. Kufika sehemu alipokuwa ameenda kule, kumbe anaenda kwa danga lake. Akamwambia, sasa Samu, nakwambia baki hapa, mimi naenda kukutana na mpenzi wako. Akampigia simu, akamwambia, mpenzi, nimeshafika, upo chumba namba ngapi? Ile mpenzi wake sasa akamwambia, mimi niko chumba namba 11. Akamwambia, basi mimi nakuja kuingia sasa hivi. Afa akamwambia Samu, ole wako uje umwambie bosi wangu, yani mume wangu akija ukaja ukamwambia mimi naenda kutoka na danga wangu, ole wako uje umwambie. Kweli sasa Samu akafikiria, akasema kweli hapa bosi kalumu namba hapa, ameoa mwanamke kama huyu, anakuja kumwoa mwanamke kama huyu, mwanaume hayupo, yeye anakuja kudanga na wanaume wengine. Basi tu ikabidi avumilie. Ile bidada akaenda kulala na yule mwanaume. Alipotoka hapo akarudishwa tena mpaka nyumbani na Samu. Alipofika Suzi akamwambia, bwana kaka anapiga simu, anasema upokee simu yake. Akaanza kujichekesha, wifi, unajua nilikuwa niko mbali na simu hata sijasikia hata ikiita. Akamwambia basi kaka, akasema nenda kampigie kwa sababu kesho anaweza akaja. Kwa hiyo amesema ukienda kumpigia sasa hivi, ukirudi tu umpigie. Pale akatoka na wengine akafika ndani, akaenda kumpigia. Anamwambia, samahani mpenzi wangu, sisi nilikuwa na nini, sijui nilikuwa na simu ilikuwa kwenye pochi sijasikia tu na nini, anajikosha pale. Basi kesho ilipofika asubuhi, haijakaa sawa mzee, mara kuna gari moja kali sana ikaingia hapo ndani. Baada ya kuingia hapo ndani, gari mzee imetulia, imesimama kucha mzee. Basi ikabidi watu wakatoka wote nje kwenda kuwapokea mgeni. Unajua ndo mume wake amerudi sasa. Yule dada anafika tu anashangaa, anaifungua geti ndio yule mume wake anayemjua ambaye alionyeshwa picha. Kufungua geti kufungua mlango, anafungua mlango wa gari, anatoka yule mfanyakazi ambaye alikuwa ni yule sasa ndo mfanyakazi wa pale ndani, alikuwa anafungua geti, ndo anafunguliwa mlango na yule ambaye ndo alikuwa anajua ni mpenzi wake ambaye ndo yuko Marekani. Akashangaa akasema, wewe kwa nini unafungua mlango, anatoka huyu? Afu sasa ametoka amepiga suti, amependeza kinyama yani. Akamwambia, nikwambie kitu. Mara kidogo wifi yake Suzi akaja, akamkumbatia, wao kaka, sasa yule mfungua geti sasa kumbe ndo bosi mwenye ile nyumba. Uweze amini, yani ndo bosi alikuwa anatafuta mwanamke bora wa kumuoa, na ndio maana akawa amejifanya kama mfungua geti ili ajue mwanamke bora na sahihi wa kumuoa. Alishtuka
alilia sana, ni ikabidi pale pale kwanza alipogundua kwamba huyu ndo bosi sasa ambaye ndo alikuwa pale na ameshaenda kuzagamuliwa akiwa anaona na ameshamfanyia vituko vingi, ameshamnyanyasa na kumsema, pale pale kwanza bidada akazimia, yule ambaye ndo mchumba wake. Sasa alipozimia basi hakumwangalia wala kumfuatilia, akamuuliza tu Sara yuko wapi. Suzi akamwambia Sara yuko jikoni anapika. Ikabidi moja kwa moja anyoke jikoni. Alipofika akamkuta Sara. Alipofika Sara akafikia kumkumbatia. Sara akashtuka, akasema wewe hujui leo bosi anakuja, unanikumbatia kati leo bosi Mkundu anakuja? Akamwambia bosi nani bana? Bosi ni mimi. Acha utani bana, acha kuniletea mbona leo umependeza hivyo, nguo za nani hizo, umechukua wapi? Akamwambia bwana usiachana na hiyo, mimi ndio bosi, mimi ndio mwenye hii nyumba. Akamwambia hapana bana, acha bana utani wako. Wala kidogo ifi yake Suzi akaja, akamwambia Suzi, akamwambia kweli huyo ndo kaka yangu, siku zote alikuwa hapa. Mpenzi msikilizaji, tutaendelea katika season ya 3. Naona mzigo unazidi kunoga.